Naam, ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji popote unapotazama MoTV 245 weekend. Hizi ni habari mtazamaji za weekend za tarehe 7 mwezi ambao unaonekana kushamiri, ambao bado ni mbichi zaidi, ni mwezi wa Disemba. Huu ni mwezi ambao ni mwezi wa mwisho wa mwaka huu wa 2025, na katika upeo wetu wa habari za yaliyomo mtazamaji, na kukaribisha katika ukumbi wetu ili uweze kupata yote kwa ari na moyo mmoja mkujufu. Mtazamaji, kwa hayo mengi na machache, tazama. Shirika la kilimo latilia mkazo lishe bora mwaka huu. Wafungwa wapewa Krismasi mapema baada ya kupewa wosia kuhusu maisha yao ya nje. Chuo Kikuu cha Masai Mara chatupa umuhimu wa kuhifadhi tamaduni nchini. Na mtazamaji, karibu. Kwenye muungano wa mashirika ya kilimo mtazamaji, katika ngazi za kitaifa umeweza kutilia mkazo masuala ya lishe bora. Ubunifu huu kwa ujumla umeweza kuleta mafanikio na mabadiliko ndani ya ulimwengu mzima pamoja na taifa letu la Kenya. Jemedari Andere anaripoti kamili kuhusu taarifa hii. Ubunifu wa lishe bora kulinda afya na jamii kwa ujumla. Kulingana na muungano huo, ubunifu huu utabaini ubora wa vyakula vinavyohitajika na kupunguza uharibifu wa vyakula katika masoko makuu ulimwenguni. Wanasema iko haja ya kulinda afya ya udongo dhidi ya majanga mbalimbali na kuhakikisha kuwa uzalishaji wa chakula ni wa kutosha. Waste. If we could actually get what is grown to market, we would be able to lower prices and increase affordability. Many times you find consumers serve themselves actually on their plate, but then they don't finish the food they have on the plate. They throw it away. That's food waste. So we need to really take care of our soils to make sure that our soils are healthy and are able to sustain the productivity of the major crops that we are talking about. Managing well the biodiversity and the soil, you reduce the use of damaging chemicals, damaging for our health. Jemedari Andere, hii ni MoTV Weekendi. Mtazamaji, kwengineko wafungwa zaidi ya 300 kutoka jela ya Mwingi Waita kaunti ya Kitui walijiunga na viongozi wa kaunti hiyo kuliwaza na mambo ambayo yaliweza ya kuwasaidia zaidi pamoja na kupewa mawaidha ndani ya kaunti hiyo. Waziri wa Utamaduni, Michezo na Jinsia ya Kitui, Phoebe Mutemi, aliongoza kikosi hicho na kuwatakia wafungwa hao heri njema ya msimu huu na kuhakikisha ya kwamba wameweza kuadabika na kuelimika katika jinsi ambavyo wataenda kuishi na jamii ambayo walikuwa wakiishi nayo kabla hawajatiwa mbaroni. Na pia vile vile ameweza kuwakumbusha wale watakaoleta maandalizi ya msimu huu wawe wazidi kuzingatia maadili ya kijamii. I visited the Waita prison where we have come to show love, to give hope to the inmates and to encourage them that this is not the end of their lives. Under the Department of Social Services, that is where we have, we look at the vulnerable people, and this time as we go through the 16 days of activism, where we are fighting and sensitizing people to fight against gender-based violence for women, men, boys and girls. We have said that we should visit the inmates so that first of all we can sensitize them. Na mtazamaji, Chuo Kikuu cha Masai Mara kwa ushirikiano na usimamizi wa makavazi ya kitaifa kutilia mkazo na sahihi katika mkataba ambao utakaolenga kuhifadhi historia na utajiri wa jamii ya Maa kwa manufaa ya utalii nchini.
Mtazamaji, akizungumza na alipotia sahihi mkataba huo, mkurugenzi mkuu wa makavazi ya kitaifa Profesa Mary Gikungu amesisitiza ya kwamba ni vizuri bora zaidi kuweza kuhifadhi utamaduni na uweza kuwa ni muhimu sana kwa ushirikiano na wasomi pamoja na wanafunzi wote. While National Museums of Kenya is important, we are also mandated to document the cultures. You see, we have generations to come. If we do not document, they will not relate with the culture. So we preserve also the tangible heritage. In terms of the corrections that we make, the artifacts, they are so important because they give us identity. And we are happy even to partner because that task that we have been given by the government of Kenya, it is a national mandate for us to work with other institutions. Can we come up with a curriculum that is promoting culture? Because she has said that the future generations may not even know that a Maasai woman used to dress like the way I'm dressed. They may not know. Perhaps this attire will disappear and they don't see the value of this. Can we preserve and pass it over for posterity so that those who will come after us 30, 40 years from now, the culture is still rich? Not just the Maasai culture, but even the cultures of wherever we come from. Because each and every community represented here has a rich culture, but we are not bringing it out. We think that it's primitive, and fortunately, the British came and told us that we must put on a suit and a tie. And we borrowed it. Na mtazamaji, hii imekuwa ni habari ambayo tumeweza kukuandalia ndani ya matukio yaliyofanyika katika taifa letu la Kenya, vile vile ndani ya wiki nzima ambayo matukio mengi yameweza kufanyika, ila hayo ndio tuliyoweza kuyapa macho na kipaumbele ndani ya habari zetu za MOTV 245 weekend. Nambari ya rafa ni 1211 mtazamaji, au kipenda pitia kwa mtandao wetu wa kijamii siku zote hashtag kama kawaida ni MOTV weekend. Niweze kukutaarifu mtazamaji na kukukumbusha ya kwamba Ifahamu Pwani ambayo ni episode 2 inatoka mwezi wa kwanza wa tarehe 20 ndani ya mwaka ujao wa mwaka 2026, ila bado episode ya kwanza bado inaendelea kutazamwa. Vile vile ni simulizi ambayo inaweza kuelezea jinsi ambavyo watu wa katika Mombasa ndani ya mji wa kale jinsi wanavyoishi na maisha yao ambayo ya kistaarabu zaidi na ya Kiswahili pambe zaidi. Mtazamaji, kwa hayo yote ukitaka kuyaelewa na kuyapata, yapate pale kwa YouTube MOTV 245. Kwa hayo mengi na machache mtazamaji, niweze kufunga pazia langu la leo. Hayo yamekuwa mataarifa ambayo tuliweza kukuandalia. Mengi tutajadili katika habari ambazo zitakazokuja weekendi inayofuatia. Kwa hayo mengi na machache, niweze kukutakia usiku mwema na mtamu wenye mangamu zaidi, na tuonane katika kipindi kingine. Kwaheri.